picha. Piga picha. Piga picha. Poa. Kujua unazingua wewe mwanangu, unajisahau sana, unaelewa wewe? Sio kama mimi najisahau. Unajisahau ndio. Sio kama najisahau. Shukrani saa 3 kidogo. Sio saa 3 saa 4. Alafu wewe unajua kabisa umealimu. Alafu unajisahau kabisa. Yaani unaona baada ya kutosha, si ndio? Mwanangu mimi ndio sijiwezi kabisa. Haya, mnapanga kwenda wapi sasa hivi? Shemeji. Yaani shemeji unajua? Tena wewe mnafiki mkubwa ndio ukae kimya wewe. Nisikilize. Hapa jinsi wewe unaheshimu mimi na wewe unabidi uniheshimu hivi. Sasa sisi tunaondoka hapo kwa maana tunapeleka picha. Mnaenda wapi? Kwa wanawake wanaume maana wewe. Wale watu wazima Siongei na wewe. Naongea na wewe. Jibu ndio hilo kwamba tunapeleka picha kwa watu wazima. Kwanza rudi ndani. Kwani kama mazungumzo na hilo. Rudi ndani huko. Tunakuja nimpige mimi nionekane mgomvi. Sasa ungepiga katibu hapo? Au si? Poa, sikiza, tuongee kijambo la msingi. Mimi mko nakuja saa 2 kasoro. Ikifika saa 2 kasoro mimi niko kwako. Sasa tunafanya harakati, tunaenda kukutana. Mwanangu, kuwa makini na majirani zako wale. Oya mwanangu, yani ishi tufanye kweli leo iishi. Umeelewa? Kwa sababu gani? Sawa. Mimi nimevaa msala ambao ni uso afu nakaa najipendekeza. Sasa si ndio? Sawa, nimekuelewa. Nenda umbo. Poa, si mzuri. Pole kwa kaa ubunguni mwanangu. Nimezingua mjua. Pole. Ila kukaa ubunguni. Halo mama. Mama, tutarudi tu jamani, si watu wazima lakini. Sawa mama, tutarudi. We, nani? We, uko unaongea nani? Uko unaongea na mama. Mamako? Anasema hapana, tuambie turudi nyumbani. Hivi unajua dadangu tokea ile siku alivyokuja kwako hajarudi tena nyumbani mpaka sasa hivi. Lakini mbona mimi alikuja hapa akawahi kuondoka? Wasi unaniambia kulala huko. Hichi kichwa kinapenda sana kujisahau. Mimi na yeye tulikutana barabarani. Mimi nilikuwa naenda kupiga picha kipindi kile, unakumbuka nikwambia kuna kazi nilikuwa nimepata usiku. Ndio nilikuwa nikaachana naye. Na dadako hapa hawezi kuja, si anajua alichonifanyia. Wewe anabeba mimba sio yangu, wewe ungekubali. Sasa mimi ndio hivyo mama kasema turudi nyumbani. Sawa. Na dadako ndo hayupo. Sasa mimi nataka nijiandae nipeleke hizo picha afu mlango utafunga, tunaelekea funguo kwenye dekio pale. Sawa, sema mwenyewe sio muda naondoka. Lakini wewe kuwa tu room ndani ni kama mwako tu. Sawa? Huko ndani kama ndani mwako tu. Wewe usiogope. Jacqueline bwana. Sasa utaweka pale funguo basi. Poa, bye. Hapo. Sawa, majukumu. Majukumu. Shoga yangu.
shoga. Toka asubuhi nakwambia nasikia kama kimeoza. Mwanangu najua. Mwanangu nasikia toka jana nasikia. Hiyo. Nakwambiaje mtani kama kitu kimeoza. Haya shoga. Shoga. Mara wewe nianike mahindi Shoga bye. Haya poa. Sasa kama watu wanataka waanze kutushtukia. Sasa watu wakishtukia mchongo itakuwaje? Kaza kwa. Hamna lolote dadangu. Sasa mbona wengine ndani? Anaingia nataka nikae. Haya, sawa. Kijana wa Uhuru Studio. Studio. Mambo yanazidi kuwa magumu mwanangu. Na mwanangu tusifanye vitu mwanangu tutashtukiwa. Alafu majirani nahisi kama wameshaanza kushtukia. Nimekuta anajiongelesha fulani. Nimewasikia mwenyewe si niko nipo mwenyewe nilikuwa kusikiliza. Sawa. Sawa unasikia. Leo jioni lazima tukutupe mzoga. Unanielewa? Hilo muhimu unanielewa? Sasa ili watu wasishtukie. Mimi inabidi niondoke. Ndio, itabidi utoke. Mimi nitatoka baada yako. Na wewe unakaa kidogo unatoka. Unafunga mlango afu jioni turudi kuchukua mzoga. Sawa. Sasa inabidi upunguze harufu ndani. Wewe usikii inamkia hiyo ishapuliza. Usikie. Leo ukisikia ili wewe wastani balance na kufanya nini? Au anatania sikiliza. Mimi natoka. Hakisha naona kuja. Sawa. Mimi maskini ya Mungu. Ungejua nitajiingiza kwenye msala. Utanagoyokopa. Mwambo pala pale kadimi. Mtaalamu nimetikia toka. Usiku kuna mahali nitakupeleka.
Oa nini? Oa nisaidie mwanangu. Oa nisaidie. Oa shikilia. Nini? Jamaa. Mziki wako utaanza kuhangaika wengine. Mshike nyanyinge huko sasa. Na ni kazito. Sikii kwanza. Umemwona dada yako anachoenda kumfanya? Unaenda kumfanya nini dadangu? Wanaenda kumtupa. Kumtupa? Mganga nisaidie. Nikusaidie kama kipi? Mganga nisaidie huko unakompeleka dadangu asifike. Halo Joel. Hakikisha leo kabisa tunasafisha huu mtaa mzima. Nipiteni huko, mimi napita huko. Tutakutana pale kati. Oa mwanangu. Kuna sungu. Sasa sikilize mwanangu. Turudi na mwili kwako. Wewe kwangu sitaki. Turudi sasa peka mwili mwanangu sasa unaniforce kwa. Sasa ukuje tukambata sungu. Bwana kama jieleweshe au. Sasa mwanangu sikia. Mwanangu leo siku ya pili tunashindwa kwenda kufanikisha jambo. Leo hatuwezi tukashinda. Ni sasa nisikilize mwanangu. Hapa asubuhi saa 11 mimi natua hapa. Asubuhi najua sungusungu hawezi. Saa 11 saa 10. Sungusungu hawezi kuwa karibu na asubuhi. Tunabeba mwili tunaenda kutupa. Leo tukatupe. Sasa unafanyaje kati huko na sungusungu na wewe? Leo kufanya vitu wote tukatupe. Mwili unazidi kuharibika. Majirani wenyewe mbona wameshtukia. Nisikilize mwanangu. Wewe. Ushaelewa? Hapa saa 11 saa 10 mimi niko hapa kwa ajili kwenda kutupa. Mwanangu Kaze mwanangu siku ya mwisho leo. Ushaona? Wewe cha kuchukua hii dawa ya mbu. Pulizia huko ndani bora kumge dawa ya mbu. Ushaelewa? Fanya hivi sana. Sawa mwanangu, kesho tufanye kwa unajua mwanangu sijui unanitekea nini. Sio kesho ni yani saa 10 mimi nimetua hapa. Ushaelewa? Poa. Umenielewa mwanangu? Sasa mwanangu usiku mwema. Poa. Njoo funga mlango wako. Utarudishia tu. Wewe njoo funga mlango. Poa, nini? Nenda taratibu wewe binti. Usiende haraka. Hebu njoo kwanza wewe binti. Mwili wameshaurudisha na Ami ataondoka, atarudi baada ya miaka 15. Na vipi kuhusu dadangu? Yule hawezi rudi kabisa. Kesi ataibeba Eflat ambaye ni rafiki yake na Ami. Lakini mtaalamu, naomba huko Ami anakoenda awe salama. Hilo limeisha, niachie mimi. Lakini mtaalamu, na kuhusu mimi? Wewe nenda nyumbani sasa hivi, kaambia mama yako kuwa ulikuja kwa mtaalamu ili umloge dada yako kwa achane na mtu wake, ila umekosea masharti, dada yako amekufa. Mtaalamu, mamangu hatanielewa. Atakuelewa, kwani kila jambo lako nimefanya wepesi. Opa mwambo pala pale kadimi. Opa mwambo pala pale kadimi pa mwambo.
masuala ya serikali. Shoga, sasa kwa nini kafanya vile? Shoga, kuogopa kufungwa. Sasa ni kesi ni ndogo. Jamani, angekuwa mtulivu tu. Ondoka mbali na wasahau hao walijitoa sadaka kwa ajili yako. Wewe unamjua mimi? Na usimsahau Jacqueline aliyekufanya mpaka sasa ukawa hapa. Unataka kuniambia unamjua mpaka Jacqueline? Vaa hii kwa ajili ya bahati huko uendako. Niache mama wako Karen.